tunatengeneza landing site ingine Kilifi, ingine Tana River na ingine kule Lamu. Jambo la pili, tumekubaliana wakati tunamalizana na hiyo landing site, pia tumeweka college kubwa hapa ambayo inaitwa Namaret, ambayo itatusaidia kutrain vijana kwa mambo ya blue economy na kutusaidia kwa mambo ya hatchery, ndio tuweze kuendesha biashara ya uchumi samawati vile inavyopaswa. Jambo la tatu, tumekubaliana na Hassan Joho ni kwamba tunanunua ile fishing boats ambayo tayari anaendesha mambo ya kandarasi. Tumeweka milioni 600 kununua deep sea fishing boats ambayo itasaidia vijana wa hapa Mombasa kwenda kuvua samaki mbali, ndio tuweze kuongeza chakula na tuongeze mapato kwa watu wa pwani, hasa vijana ambao wako pwani hii. Hiyo kazi yote tumesema tunataka ikamilike kabla ya mwezi wa 8 mwaka huu, ndio hapa tuweze kusonga mbele. Watu wa Likoni, jameni, mnasema tuendelee hivyo, tupange maendeleo ya Kenya. Siasa ya ukabila mnataka ama hamtaki? Siasa ya ukabila mko na haja? Siasa ya chuki mko na haya? Siasa ya chuki mko na haja? Kwa hivyo tuungane. Wale wanasema tuungane, jameni, kwa pamoja, nione kwa mkono. Basi, kwa sababu bado mimi niko na shughuli, mimi naenda kule Changamwe. Tuko na program ya affordable housing na mambo mengine. Tuko pia na barabara ambazo tunazijenga hapa Mombasa, kwa sababu barabara ni muhimu, na mimi nataka niwahakikishie watu wa pwani, wakati tunapanga mambo ya kwenda mbele Kenya, hapa pwani haiwezi kubaki nyuma tena. Mnasikia vizuri? Watu wa pwani hii kwa muda mrefu walijihisi ni watu wamewachwa nje, ni watu wamewachwa nyuma, ni watu wamebaguliwa, ni watu wamesahaulika. Mimi nataka niwaeleze, hii ndio nafasi yenu watu wa pwani kujumuika na Wakenya wengine. Hamutasahauliwa tena, hamutabaki nyuma tena, hamutabaguliwa tena. Tutatembea tukiwa sote pamoja kama wananchi wa taifa moja la Kenya. Mnanielewa jameni? Tuko pamoja? Mwisho, wacha niseme jambo la mwisho. Hapa pwani bado uskwota inatusumbua sana. Munajua mambo ya Waitiki hapa karibu, si ndio? Vile tulifanya Waitiki, na mimi niliwaahidi watu wa pwani, hii ndio serikali itatatua jambo ama tatizo sugu ya mambo ya uskwota na mambo ya ardhi katika taifa letu la Kenya. Sababu hiyo nimekwisha kubaliana na viongozi wote wa pwani. Wao wananipatia priority list. Wakinipatia priority list, tayari pesa ya kulipia ile absentee landlords na tuwapatie mashamba yenu iko tayari. Kwa hivyo, we have completed the program. Your leaders will give me the priority list and we are going to sort out the problem of land in this Coast Province ama pwani mzima, ndio tuweze kutembea tukiwa pamoja. Ndugu watu wa Likoni, jameni, mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nawashukuru sana. Wacha nichukue nafasi hii. Niko na viongozi wengi hapa jameni. Si mnataka kuwasikiza? Muko tayari? Muko tayari? Wacha nianze na naibu wa rais. Anaitwa Profesa Kithure Kindiki. Awasalimie. Likoni oye! Likoni oye! Mimi niko na mambo matatu. Ya kwanza, mumesikia rais amekuja hapa,
ili kuendelea kutimiza ile ahadi alitoa wakati wa uchaguzi. Alisema atabadilisha uchumi wa kila mahali ikiwemo hapa Pwani. Ndio umeona ameongea mambo ya blue economy, mambo ya mashamba na mambo ya barabara na vile vitu ameongea hapa, ikiwemo mambo ya special economic zone. Rais amekuja hapa kwa sababu ya TVET hii yetu ya Likoni. Nishukuru mheshimiwa wenu kwa kushirikiana na serikali ili hii TVET ujengwe hapa, kwa sababu ujuzi ambao vijana watapata hapa utawapatia ajira na watakuwa wananchi wa kutegemewa katika siku za usoni. Kitu ya mwisho, rais ametuambia ya kwamba ili tuwe na umoja wa kitaifa, yeye na mheshimiwa Raila Odinga wameamua kuunganisha nchi yetu ya Kenya. Sasa mimi nataka niwaulize, mungetaka mheshimiwa rais waendelee kufanya kazi na mheshimiwa Raila Odinga? Waendelee wasiendelee? Munaunga mkono broad based government ya William Ruto na Raila Odinga na Hassan Joho na Mishi Boko na Salim Mvurya? Wangapi wanaunga mkono broad based? Bas, sasa wacha nimuite ndugu yangu Ali Hassan Joho. Likoni oye! Likoni mambo! Mukongangari! Mukongangari kinoma! Mheshimiwa Rais, mimi kwanza nataka kutoa shukrani. Mheshimiwa Rais, nataka kutoa shukrani kwa matembezi yako hapa Likoni. Nataka nikuambie yale yote ambaye umeyasema, ambayo yako chini ya wizara ambaye mimi naongoza, na kuhakikishia amri yako ya kwamba zimalizike kabla mwezi wa 8, zitamalizika bila wasiwasi. Mheshimiwa Rais, umesahau kuambia hawa kwamba umewajengea soko hapa, soko la samaki hapa umewajengea hawa, na pesa ingine mingi. Mimi nataka niwaulize watu wa Likoni, na niwaulize ukweli mbele ya Mwenyezi Mungu. Nyinyi, sisi tuko ndani ya serikali sahihi, si ndio? Mnataka tutoke? Tutoke? Tukae hapa? Tukwame ndani? Mwenyezi Mungu awabariki. Haya, wacha sasa nimuite Waziri Salim Mvurya akuja tusalamie. Wapi makofi ya Waziri Salim Mvurya? Likoni oye!